niko na jike la Simba. Queen of the best man. Queen No one of the best. compare with of me. the Lord. Yes. Mpishi. Anawapikia mpaka mashe majungu makubwa makubwa. Nimeshangaa kweli. Mashallah. Mimi wakati Bagamoyo kwa marehemu mama nilipika. Ulipika, yes, nakumbuka au kwa sababu muona ndio kwa sababu umejipost. Nakumbuka pale simejipost. Mimi sasa kwa mama mimi niliangalia shoga yangu. Ukukumbuka nilikuwa gara wapi? Allah Mwenyezi Mungu arehemu. Mwenyezi Mungu apaka ulifadhi samehe makosa yao. Amen. Basi pepo iwe mahala pa. Amen. Turudi sasa kwenye Isha. Sinia limekuweka kwa ajili ya lile jungu kubwa ambalo lilikuwa najua unapika. Najua unapika. Lakini lile jungu limeshtua kidogo. Jungu kubwa sana, afu yalikuwa mengi, uko peke yako, sioni mwanamume pembeni. Wengi walikuwa wakipika ninavyojua mimi, walikuwa na wasaidizi. Najua unao, lakini una play part kubwa sana wewe mwenyewe. Na majungu makubwa yale ambayo kiukweli kama mtu anaangalia anasema wao mashallah kubwa ile. Nini siri ya kutaka kusimama mwenye front? Wajua wanawake wengi ama wasichana wengi wanaingia kwenye vitu vya ajabu kwa sababu ya kuona vitu vya kuiga. Mtu anataka lazima biashara aende zake China, biashara mtu aende zake Dubai, biashara pande ndege yuko India, yuko South Africa, yuko wapi. Mimi nilitaka kuwaonyesha kwamba hata sisi mnaotuona kwamba mnaona kwamba Isha Mashauzi yuko hivi, basi kuna biashara ambayo naifanya na ithamini na iheshimu na naifanya kwa weledi mkubwa. Kwa nia yangu ilikuwa ni hiyo, kuwatoa watu kwenye ile sintofahamu walionayo na kuingia kwenye sehemu nyingine ambayo mambo yanawezekana. Kwa sababu sisi tumelelewa na wazazi ambao walikuwa wakipika mama ntilie. Na moja kati ya biashara ambazo ni maarufu sana duniani ni mama ntilie. Na wanawake wengi sana wamekuwa wakiingia kwenye biashara ya mama ntilie. Ila wasichana wa sasa hivi hawataki biashara mama ntilie. Wakiamini kwamba akipika mama ntilie shopping yake kubwa itakuwa ni Kariakoo. Ndio. Kutoka hapo kaingia Buguruni, katoka kaenda Tandika, katoka kaenda Mabibo, ataonyesha passport. Sangapi ataonyesha passport, sangapi ataonyesha kucha, sangapi ataonyesha nywele. Kwa hiyo unaweza kuvifanya hivyo vyote na bado mimi ukinikuta kwenye shughuli umenialika, nitakuwekea kama ni makucha, nitaweka nywele zangu laki sana, nitapaka chemcha laki 3, nitapaka pochi ya milioni 1, nitakuwa na simu ya milioni 3, lakini kilichoniingizia ni mama ntilie. Kwa hiyo ngapi bwana? Mimi na sita 4. Ya kwanza shilingi ngapi? Ya kwanza milioni 5 na laki 5. Ya pili milioni 4 laki 7. Ya tatu milioni laki 5 na 80. Mabango tunaomba simu tuzione. Hawezi kumu. Wanataka jamani sasa kila kama mngoja kunioje kuhusu sufuria la ubwabwa au simu gani? Hii ndio ile kuflip kwa sababu kuflip. Tuflip. Hapa sasa unaona nafanya matangazo sasa. Tuflip. Hii hapa. Hii ndio shilingi ngapi? Hiyo milioni 5 na kadhaa. Mbona kazi hiyo? Yes. Upishi hii hapa anapika jamaa yake lakini leo sijaivaa. Ndio, shilingi ngapi? Hiyo laki milioni kipinisho nimenunua milioni 5 na laki 5 pamoja na saa. Mbona kazi laki 5 na 80. Laki 5 na 80. Na kuna kingine nimekinunua juzi tena nimekitoa juzi jana ili kwa ajili ya simu za lipa namba. Ndio. Hapa. Mbona kazi hiyo? Biashara. Yote ni mama. Sasa biashara mama ntilie. Kwa mama ntilie kishua. Mama ntilie inalipa, mama ntilie ni biashara ambayo itakufanya kwanza uwe comfortable, lakini pia jamii yako ikutazame vizuri, lakini pia uheshimike na upate riziki ambayo itakufanya hata mtoto wako, jirani yako akikuomba hata wewe mwenyewe pia utakuwa comfortable na kitu ambacho unakifanya. Sisemi kwamba biashara nyingine haupo comfortable, lakini fanya tusigane. Kwa sababu fulani anafanya hiki, anaenda ndege, unaenda China, ndio ujue. Marafiki zangu ndio nao wanaenda China, wanaenda hapa, niko zangu Uturuki, niko South Africa, lakini sijawahi kuiga maisha yao. Nikienda naenda kwa ajili ya kazi ya kuimba, lakini sio kama naenda kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Ingawaje nataka niwe mfanye biashara mkubwa na inshallah nitafika huko. Utafika huko. Kwa nasema tu ndondondo si na kweli kuna watu wanaenda China. Isha, nimepata story, mtu anaenda China hata idea anaenda kufanya nini? Anaenda kule na hela zake milioni 5 akachangisha 10, akifika kule hata mzigo wa maana wa wateja ambao wanaweza. Sasa si bora hivyo. Na wengine wanachukua kwenye upato, wanashindwa kurudisha zile pesa. Mbadi tu muone kwenye jina kachukua hela kaenda China. Hela kaenda wapi? Bas, lakini hana cha maana anachokifanya. Lakini mimi ambaye sasa hivi nauza mama ntilie kila Ijumaa na biriani, Jumapili ukitaka wewe bipatie vitu vya moto moto. Napata moto, maisha yangu mazuri, sina wasiwasi na mtu, sina pressure, sina
sina sukari ilionipanda la kushuka kisa madeni, sina kumkimbia mtu kisa ananilipa, serikali ya mtaa ananitambua, rais pia ananitambua na kwa kazi ninayofanya. Umeona wabunge na kila kitu yani hivyo, kwa niko very comfortable and free. Hata watu wangu wa karibu wana feel comfortable and proud. Nalijua hilo na najua tulikuwa na mashauzi tamtam. Lakini tunasikia umefunga ndugu yangu, ndio vipi penzi umekulewa? Wewe hata mabango kama mabango asipike tena. Vipi kwa nini umefunga ofisi? Unajua kwamba ulikuwa unafanya music, lakini unafanya huku kupita na mapishi yakupata kweli kweli. Mbona umefunga? Unajua nikisema mimi kwanza ni mtu ambaye najiamini sana kwa kile ninachokifanya, lakini pia ninajikubali. Kikubwa kila Simba huwa alishindwi na kitu. Kwa hiyo ni kweli nimefunga, ni kweli nimefukuzwa. Of course kwenye sehemu ambayo nilikuwa nafanya. Wenyewe wanafunga fahamu vizi chatu zimetokea. Basi hivi vikombe kwenye kabati vinagongana, itakuwa sisi wanadamu tunatembea tunapumua na madeni kichwani, stress kibao. Ndio maana kashangaza hata kama hivyo kwa sababu nimegombana na mabango na sasa mko mabango mimi niko naye miaka 100, siwezi kugombana naye. Mwache. Kwa hiyo ofisi kwa sasa imefungwa, lakini uliondolewa na mwenye eneo lake. Shida ilikuwa nini? Alikupa taarifa? Ulipewa notes? Alinipa taarifa, ilikuwa ilikuwa notes ya kuandika, lakini ilikuwa notes ambayo iliniambia niondoke. Kwa nikasema ndani ya muda gani? Ilikuwa miezi 3. Okay. Na miezi 3 imeisha. Kwa hiyo juzi ndo nimemaliza kutoa vitu. Na alhamdulillah alivumilia kwa takriban siku 2-3 nimetoa vitu. Basi anafanya shughuli. Wanapokuwa na jike la Simba tarajia maziko mazuri yanakuja. Kwa hiyo unaacha kabisa au ndio ya kupika? Kupika siwezi kuacha, na ndio maana napika nyumbani sasa hivi. Kumbe unapika unaendelea. Ndio maana jana uliposema tuonane nyumbani ni kwa mtihani. Kimaliza pale kupika na kuwa niko hoi na oda zangu watu kadhaa ambao hawataki kula sehemu nyingine chakula. Kwa hiyo wananipigia simu, wanatoa oda mapema, na waandalia mpaka kwenye saa 8 vinakuwa vimekwenda, basi nabakiza kunyumbani. Kazi kumbe inaendelea. Kazi inaendelea. Hilo ndio malkia wangu. Jike. Kazi inaendelea. Nataka ashindwe masiara. Kwa sababu watoto wangu wanasoma na wanachotegemea ni hicho kwenye uende China wala Dubai. Dubai katafuteni. Lakini magorofa hapa Masamia kashapa na mengine bado yanaendelea kuja. Barabara tunaziona. Tunapata flyer kama vile nimetoka mimi naenda wapi kutafutani kutoka hapo kuangalia mambo ya dunia ya Tanzania na Masamia. Turudi sasa kwa wewe mabango. Kuna kipindi tulisikia mmeachana. Ilikuwa vigombana kwenye kabati vinakwaruzana, vinagongana vikavunjika, itakuwa mimi na yeye. Kwa mmerudia kindaki na sasa viko njiani nakuja hapa. Niambie, nini support yako kwa Aisha hususan katika kazi zake? Namsupport sana, namsupport kwenye biashara zake, namsupport kwa sababu kwanza kitu cha kwanza anachoamini ili afanye vizuri anatakiwa na furaha, moyo wake mjuke, anatakiwa na amani ya moyo, lakini pia unajua wewe unauza chakula pale. Kwa kuna vile vitu vya kwenda kuchukua sijui kununua nini na nini, sisi tunaendaga ile ndani kabisa zetu. Na wewe unaenda sasa kwa sisi mwana biashara yetu. Kwa tunaenda tuna yani zamani ulikuwa umemkuta alikuwa anagiza watu yani nataka sijui kitu fulani. Sasa unajua watu wazima wanataka. Sasa mimi nikawa naingia mwenyewe fonte yani. Unaenda. Wewe maana mimi nashoka. Yani kama kule unajua kitunguu kinauzwa shilingi ngapi, najua nyanya ndo najua huko anauzwa shilingi ngapi. Unajua kula 5. Kweli baba babu wewe. Ndio ndugu wangu anataka. Hata mimi najiuliza. Kama wewe unataka hata napendezana zidi kuwa mdogo. Anafanyaje? Kwa nini kwanza unampa raha? Mashaallah. Sasa majukumu pia yamepunguza. Wacha wewe. Baba anafanya kazi. Baba na miaka 25. Umeona? Mashaallah. Isha tuambie sasa. Mapisha amemfanya aache kuimba au sanaa yake ikoje? Mapisha hawezi kunifanya niache kuimba kwa sababu kazi ya kuimba ndio ilinitambulisha zaidi. Na ndio maana nikaanzisha hizi biashara nyingine. Ingawaje kwa ambaye hanijui vizuri atahisi kama nimeanza kupika juzi. Mimi nimeanza kupika before huko nyuma kabla
kabla hata sijakuwa Isha Mashauzi, nikiwa binti mdogo kabisa, napika kachori, napika manyema msikitini pale, napika sijui vibajia, napika mandazi, chapati. Kwa nikaja nikakua, nikaanza kupika Zanzibar, kupika sehemu. Nikaja nikakua, nikaanza kupika kwenye majengo, labda watu wanapika, wanajenga, mimi naenda kuuliza oda, mchana napika chakula. Kwa ni kazi ya kupika kwangu ni kazi ambayo ninaipenda, lakini kuimba napenda zaidi. Siwezi kusema sitoacha, lakini ni kazi ambayo ninaipenda na ndio ambayo imenipa mafanikio haya nilionayo. Kwa hata biashara ya chakula nimeipush kwa ajili ya kuimba. Kwa biashara ya salon nimeipush kwa ajili ya kuimba. Somo of course alhamdulillah. Yupo Saida anasimamia, lakini pia yupo binti mwingine ambaye yupo pale kila siku. Kwa hiyo kuimba bado naendelea kuimba. Na nimetoa nyimbo ya mwisho hivi juzi tu, bado tuko kwenye mchakato fulani wa kuelekea kwenye kuifanyia video. Nyimbo inaitwa Tamba. Anasaidia kabisa Tamba. Huyu anakeshaga studio. Inaitwaje? Inaitwa Tamba. Tamba Tamba. Hapa anaongea na nani sasa? Hapa. Wewe niambie anataka kuongea na Isha au aongee na Isha? Yaani nyie sasa nyinyi. Sister aongea na nani? Ongea na mimi au na wewe? Hata mimi ongea na Isha. Sasa hapa nimwambiaje? Kwamba jana sijaja nyumbani. Kwa hiyo nitetee nitampa hela. Sawa. Au mama hapa atayo. Sasa wewe Utaona show. unachotakiwa wewe kufanyaje ujue? Nitakupa ongea naye. Najua tu nikishamtajia lazima atakupa upande wangu. Wewe unaambia mama, mimi nakupa 500 sasa hivi, niambie ukweli. Hapo mwachie. Mpige kwanza. Kashatoka msikitini. Saizi ya banga imeisha. inaita komit mama tutupe labda yani yuko na mitikasi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam bwana. Wewe mashikamoo. Marahaba huko. Safi. Bwana mama uko wapi bwana? Nipo tu nyumbani nimekaa. Nakubali. Sasa mama hapa kuna kitu atakaonisaidia. Leo sikutupi leo. Yaani leo sikutupi, leo nakutoa, leo sikutupi. Niambie. Jana bwana nimetoka na marafiki zangu. Nikawa nimelala huko sijarudi nyumbani. Sasa mkweo huku ananiandama, tumegombana ugomvi mkubwa hata kuondoka. Kwa mimi nikamwambia nilala nyumbani, yani nilala kwako. Kwa hiyo yani kwa kifupi jana sikulala nyumbani. Sikulala nyumbani kwangu, yani na nani na mkweo. Kwa hiyo mimi nimemdanganya nilala Magomeni nyumbani kwako. Kwa hiyo mimi hapa naomba unitetee. Mimi nitakupa hata laki. Yaani mimi nakupa laki, serious nakupa laki. Naomba unitetee. Mwanangu unasema kweli? Nakupa laki, yani laki sasa hivi tumaliza mchongo tunakupa laki. Kweli tu. Kwa hiyo nikisonga na laki. Una laki, kweli vile. Kwa hapo mimi naenda hapa na mfasimu kwa sababu kanuna. Wewe ukikulipa tu ongea naye. Mwambie bwana huyu alilala nyumbani, jana alikuja, alikuwa kachoka na kila kitu na kila usiniangushe mama. Usikate simu. Usikate. Usikate. Huyu hapa. Ongea naye. Haya. halo. Asalamu alaykum mama. Salamu, shikamoo. Marahaba za huko. Safi za kuto. Alhamdulillah. Baba mwanao hajalala nyumbani jana, alafu anarudi ananiambia mimi mambo ya uongo, mimi sipendi kudanganywa. Mbona kalala huko jana huyo? Kwa nini alale huko usiniambie sasa? Kwa nini nilale peke yangu? Hapana, usiwe na wasiwasi, kalala huko huyo. Hapa ametoka saa ngapi? Huko? Hebu mpe simu kwanza. Yuko? Ngoja kwanza, wewe nataka nijue tu ametoka saa ngapi. Mimi mama nina 500,000. Ukiniambia ukweli kama hajalala huko mimi nakupa 500,000. Yupo hapo? Yupo ndio, lakini mimi nataka uniambie kwanza ameondoka amevaaje? Allahu akbar.
Huko mtu mzima jamani. Wewe niambie mama, unasema umelala huko. Mimi na 500 mama na kutumia nikimaliza tu hapa kuongea na wewe. Anatumia 500. Ndio. Yaani huyu mtoto huyu. Huyu hapa amerudi. Hajalala nyumbani kwa. Kwa mama anasema hajalala nyumbani. Kwa nini mdanganya? Nataka kwa nini wapi kila siku na waki kwa mtoto tu? Kama utaki si uniambie tu mimi nibaki na mambo yangu. Mama. Mama mimi jana si nimelala nyumbani, mimi si nilikuwa nyumbani nikaondoka mchana au unanikataa hapa? Nishaidi ya 500 mwezi na kukataa kama sijui. Nishaidi ya 500. Mama, kweli unaweza kumsaidia kwa sababu ya 500 kweli mama? Hiyo hela bwana. Sogea pembeni asikia kanisikia. Nataka niuze utu wangu, akusogea nataka niuze utu wangu. Sawa. Kulala, mwambie ulikolala wapi. Wewe mtoto mbona unalisi? Wewe unalisimali wewe unalisi tabia za ajabu kweli? Mama. Wewe kakuaibisha ngapi? Yaani wewe ubebeki kama mzigo wa moto. Yaani wewe ubebeki kama mzigo wa moto. Bora mzigo wa maji. Familia yako kichwani. Lakini wewe ubebeki kama mzigo wa moto. Ana makosa gani mtoto wako? Yaani ulale sehemu isiyojulikana useme umelala kwanza. Hebu usitie dhambi ni mtoto. Mama, sasa nisikilize. Huyu kakwambia anakupa shilingi ngapi? Kaniambia nipa 500. Sasa hiyo 500 mimi ndo nachukua nitoe, kaniomba milioni, nampa milioni ndio akupe hiyo 500. Kwa hiyo mimi simpi basi. Wewe unashinda kuchukua hela yangu. Hebu ngoja kwanza. Weka kuomba wewe milioni. Kaniomba mimi milioni. Kwa hiyo mimi jana, kwa hiyo katika hela ambayo anataka mimi nimpe milioni ndio yeye akupe 500. Hivi na wewe bado una ujinga huo tu wewe mwanamke akupa milioni kweli? Wewe mwanangu utakuwa na akili lini wewe? Sikia, mimi sikulala kwa hiyo hapa namtia milioni kama kumpubaza. Hiyo 500 ndo atatoa nini? 500 ndo anakupa lakini kwa sababu bado analia. Sasa usishanikataa maana mimi sio hiyo milioni. Basi ngoja na mwambie. Tena mbadilisha hapo. Kama usiniangushe. Na umesikia? Nikutumie hiyo laki au 500? Hiyo 500 au laki? Hiyo 500 bwana, laki ni ya nini? Sawa basi wewe unisawazisha asilie, mimi nakutumia sasa hivi yani. Sasa nisikilize. Wewe unavaa nguo gani kwanza? Mimi jana nilivaa full nyeusi zote black, zote nyeusi. Zote black. Na niliondoka hapo mchana, niliondoka mchana nikaenda kazini kwangu. Nakula tu ndio umeondoka. Haya. Hapo tuombeeni tupate kazi ya Mungu hivi. Haya sawa. Umeona? Wewe kama unaongea na vipi? Si huyu hapa mbona anakubali shika simu hapa. Shika. Mama hebu mwambie. Halo. Mama. Bado unalia mwanangu? Ndio mwanao ananitesa sana. Mimi nilikuwa nakuchemsha tu. Nilikuwa nakuchemsha tu nijue mwanangu unampenda kweli. Nampenda jana huyo. Mama kweli, na maana watoto wangu itaki. Kalala huko jana huyo, kalala huko. Kaondoka kavaa nguo nyeusi full chini na juu, zote nyeusi. Ndio alizovaa. Hapo alivyomaliza kula tu mchana, akaondoka mwanangu. Hata usiona huyo mwanzo ana tabia za ajabu huyo. Hata kinachoniuma mama, mimi jana kaniambia asubuhi nimpe milioni 5. Nikampa hizo milioni 5 kaondoka nazo, ndo afu usiku hakurudi mpaka sasa hivi ndo ananirudia kweli mama. Hebu subiri kwanza. Yaani wewe umempa yeye milioni 5. Milioni 5 mama, kesho tena nimeenda kutoa benki milioni 5. Nimempa ameondoka ndo anarudi sasa hivi mchana kweli. Yaani wewe mtoto. Mama mimi naumia. Hiyo milioni 5 umempa ndo keshaimaliza tayari. Sasa haitumia kabaliza. Itakuwa hapo ana hata shilingi 10. Mimi sijamsachi lakini naamini itakuwa ana hela kwa jinsi anavyopenda kutumia. Alafu mama ongea na mwanao kwa nini hakui kwa nini mwanangu? Nisikilize mwanangu. Ndio. Wewe hajalala kwangu, wewe mbaruze. Hapo kama tulivyoongea au sio? Ndio. Kama tulivyoongea, mimi nipe 500 tu. Sasa unampa mtu milioni 5 hiyo yote. Ya nini hiyo hela imeoza? Sawa mama. Mpaka milioni 5 wote unampa. Ungewasiliana na mimi kwanza. Mama kumpenda, unajua mapenzi.
Huyo apendeki huyo. Huyo apendeki. Umeona hivyo hivyo na vinywele vyake kama takataka za sumaku. Apendeki huyo. Sawa mama. Bora hata ningekutumia wewe mama wangu. Au nikutumie. Nitumie mimi mwanangu. Huyo asalifiki huyo. Huyo asalifiki huyo. Huyo kama ngorombizi huyo. Sawa na ananyea alafu usiku anakuja kulala. Ana mama kidogo. sawa mama basi. Mwanangu. Asante mama, nakutumia sasa hivi. Nakwambia huyo ndo mkwe wangu. Yupo lele. Kwa Magomeni. Hii hana baya. Kwake haunguzi wala piki vibichi. Vinaiva na unavila bila kutarajia. Unashiba unavimbiwa. Ndio mama Mabango. Asarifiki huyo. Sisi tulizaliwa 7 lakini sasa hivi tumebaki 5. 5. Leo hilo amefariki. Wewe wangapi? 3. Anifikiri Lastiboni. Angekuwa Lastiboni angemuumiza sana mama. Angekuwa Lastiboni angemuumiza. Kwanza Asarifiki. Ndio. Shikilia neno Asarifiki. Nywele zake kama nini? Kama ni za sumaku, Takataka za sumaku. nimelia sana. Nari.